Haya. Mwanza, mko tayari? Mko tayari? Hebu tuone kama mko tayari. Upande huu, upande huu, upande huu, upande huu. Asante. Peoples. Ndugu zangu, watu wa Mwanza, na kwa sababu niko hapa, nchi nzima inasikiliza. Na kwa maana hiyo, ndugu zangu wa Tanzania wote mnaotusikiliza popote mlipo, ndani na nje ya nchi, nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa kujadili mambo muhimu sana yanayohusu nchi yetu leo na kesho ya nchi yetu. Na nataka nianze kwa kuwashukuru sana watu wa Mwanza kwa kujitokeza kwa namna hii. Mungu awabariki sana. Viongozi wangu wote, nimefurahi sana. Ninajua tuna taasisi nzuri, lakini hii ni taasisi pekee ya kisiasa Afrika Mashariki na Kati ya upinzani ambayo iko well organized namna hii. Hivi vitu mnavyovifanya mnaweza kufikiri ni vya kawaida. Hivi ni vitu vinafanywa na watu wako kwenye dola na wana fedha na wana nini. Viongozi, makatibu, Mungu awabariki sana. Wamesoma taarifa hapa, zimeandikwa kwa undani, kitaalamu. Mtu anaweza kufikiri sisi tuna stationery, tuna fedha. Kwenu wa Tanzania mnaotuambia mko nyuma yetu, nataka niwaambie hawa makatibu na viongozi mnaowaona hapa, hakuna aliyepewa shilingi 100 kutoka Misungwi, kutoka Sumve, kutoka Sengerema, kutoka wapi. Wamekuja wenyewe kwa fedha zao, wameandika taarifa kwa muda wao na fedha zao, wamechapa taarifa nzuri namna hii. Mungu awabariki sana na tuendeleze kazi hii. Asanteni sana kwa niaba ya chama. Na kwa yoyote anayefikiri kuumiza taasisi hii kwa namna ambavyo watu wake wanapigana usiku na mchana, hebu fikiria upya. Uwe serikalini, uwe wapi, hutaweza, kwa sababu taasisi hii imevuka level ya kuuawa na mtu. Ninawashukuru, mimi niko imara. Kwanza sijui hapa kwamba mnasema kuna maneno yanasemwa huko, dhahabu haichafuki. Unaweza kuchafua dhahabu kweli? Dhahabu hata ukiirusha kwenye kinyesi, ukiimwagia maji tu, thamani yake iko pale pale na inauzika. Uongo kweli? Wewe chukua dhahabu uweke kwenye kinyesi uone, halafu waioshe, kama bei itapungua. Bei iko pale pale. Kwa mimi hayo hata siyasikilizi. Najua yanawasumbua nyie viongozi wangu, lakini lazima tujifunze kwenye demokrasi, tuwe na ngozi ngumu. Kuna watu wanatutukana, hiyo sio demokrasia. Hao kwa sababu wanalindwa wakati huu. Wakuli wanasema wanga kutariki nyunyi kwa magiha. Ukiwa umeona ndege kwenye mti, alafu unapanga kwenda kumkamata. Zamani ile si tuliochunga ng'ombe. Mi baba yangu alikuwa mfugaji na mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Mfugaji kabisa mimi. Sio wa mchezo, mfugaji mzuri na mkulima wa maana. Wakati ule tulikuwa tunaenda kuwinda vindege hivi. Sasa ukiona sehemu ambayo ndege amejenga, unapanga kwenda kumshika. Tulikuwa tunatengeneza either ile manyoya ya ng'ombe yale ya kwenye mkia, unafunga hivi alafu unafunga pale. Mimi sijatoka maisha laini. Kwa hiyo usimsemee kwenye mafiga kwamba kesho nitamshughulikia, anahama. Kuna kijana mmoja hivi, kipindi kilichopita, wale vikaragosi walioruka, alinitukana sana. Kuna mtu amepewa gari, akanitaja kwa jina, amepewa na waziri fulani.
Sasa mimi nikajua huyu sasa hivi wanamlinda, na mahakama zetu tunazijua. CCM inakutumia tu kama vile mtu anavyotumia ule mpira ule, si mnaujua ule wa kujikinga kinga ule. Baadaye wakishamaliza matumizi na wewe wanakutupa. Nikajua watawatumia kwa muda huu, watawatupa na mimi nitaruka naye, kwa sababu defamation ni miaka hii 3 haijafa. Sasa yule nikamwacha. CCM imewatumia, uchaguzi umeisha, sasa imewatupa. Nimeanzisha kesi yangu aje kuthibitisha. Juzi wakili wangu ameniambia anamwandikia kumuita. Analia huyo, ananiita baba. Sasa kuna wengine ni matusi, wananitukana. Na mpiganaji mzuri unajua timing, wakati wa kurusha ngumi, wakati wa kutokurusha. Biblia inatuambia kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuvuna, na kuna wakati wa kupanda. Kwa wengine hawa msishughulike nao. Wengine tunajua wanapewa vihera na CCM, wanaambiwa watutukane, wanasema maneno ya uongo mabaya kabisa ambayo hawana uwezo wa kuyathibitisha popote mbinguni na duniani. Hawana. Yaani hata ukimuita hawezi. Sasa hawa wanatumika muda huu. Watarushwa chini. Vile vinyumba walivyopewa na CCM hawataishi huko, kwa sababu tutavikamata. Unaelewa? Fungulia kesi, tutakudai bilioni 10, huna, tutakachukua kanyumba yako, utarudi zero kama vile ambavyo ulitukana, huna kitu. Kwa hao wasiwatishe. Wasiwatishe wala msibabake nao. Kazi yetu ni kupeleka. Sasa mambo mawili ya mwanzo. Jambo la kwanza, kuna ufuatiliaji tunafuatiliwa. Mimi nimeambiwa nataka kukamatwa, na taarifa kabisa za ndani kwamba nataka kukamatwa. Na mimi siogopi. Mimi sio mtu wa kutishiwa. I was born once, I live once, and I will die once. Narudia hili jambo kila siku wajue. Mimi sio mtu wa kutishia. Mimi ni mtu huru. Nafanya kazi iliyoruhusiwa na sheria za nchi hii. Kuna mtu wa kunitisha mimi. Kama unataka kumtisha Heche, unagonga pabaya. Jipange upya. Sasa katika hiyo, leo asubuhi kuna gari imekuja nyumbani kwangu. Namba T 318 EQJ. T 318 EQJ. Toyota Land Cruiser hadi top nyeupe. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha, tumefuatilia. Zile namba sio za hiyo gari. Na wamekuja pale wanaulizia Heche. Kwa Heche ni wapi? Hizo namba zimesajiliwa kwa Katapira. Haya yanayolima barabara, sio? Sasa kama ni watu wema, mnakuja mchana, mnafahamika, kama mna shida ya kunikamata niiteni. Lakini shida ya tishiana, kutekana, kufanyiana mambo ya kijingajinga, hayo mimi msifanye. Na Watanzania msikubali. Mimi sitakimbia. Wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki, msikubali. Msikubali. Hatuwezi kuishi kwa kunyimana amani. Ukitunyima amani, tutakunyima amani. Nimemfurahia sana yule mdogo wangu aliyesema the welfare of the people is the supreme law. Kwa Kiswahili si nitaiwekaje, lakini maana yake ni kwamba ustawi wa watu ndio sheria kuu ya nchi. Kama watu hawana ustawi, hakuna sheria kwenye nchi hiyo. Watu wanatekwa, watu wanawindwa, watu wamekuwa kama wanyama. Wamechukuliwa wakina Polepole, viongozi wa CCM, kama kuku.
mtu ambaye juzi alikuwa na Magufuli. Polepole alikuwa anatuambia, unajua V8 wewe, amekamatwa kama kuku, amepotezwa. Na nyie vijana mnaotumwa kuteka watu, nataka niwaambie, mwisho wa siku watawaueni nyie kupoteza ushahidi. Na waambie haki ya Mungu kabisa. Siku hizi nimekuwa nazungumza kuhusu the Nuremberg trial, kesi ya Nuremberg ya mwaka 1946 baada ya Ujerumani kushindwa vita 1945 mpaka 46. Henchmen ni wale watu waliokuwa axis of evils, wale waliotumiwa na Adolf Hitler. Mwisho wa siku walijiua wenyewe, na wengine walihukumiwa kuuawa, na wengine walifungwa maisha. Wanakupa hela kuteka watu. Unafikiri utamteka mtu kama Polepole aliyekuwa amefikia level ile, alafu hayo mambo yakaisha? Ni rahisi tu. Zama hizi za teknolojia, watu watakuja watrace simu zilizoenda hapo, tutaangalia kwenye satellite, tutamuuliza tu RPC, hebu tuambie nani alienda pale. Si nini? Jukumu lako ni la ulinzi, tuambie nani alikuwa pale. RPC atatuambia aliyeenda ni huyu. Huyu tulienda na huyu tutawakamata wote. Na mtatuambia nani aliyewatuma. Haiwezi kuisha hivi hivi. Damu za watu haziwezi kuchezewa hivi hivi. Damu za watu haziwezi. Kwa hiyo uelewe, hivyo vihera wanavyokupa, wanakutuma kufanya uovu, unafikiri utakaa kwenye nyumba nzuri uliyojenga? Hutakaa humo, utakuwa gerezani. Utakuwa unawaza, hata bora ningekaa kwenye makuti lakini niwe na amani. Kwa hili ni muhimu, nimeona niliseme. Na mimi sitishiki. Narudia tena, sitishwi na sitishiki. Kazi tunayoifanya ni kazi halali ya kisiasa, na tutaifanya kwa nguvu zetu zote na kwa akili zetu zote. Kwa hilo ni la kwanza nilitaka niliseme. La pili, tuna baraza kuu la chama tarehe 15 mwezi wa 9. Viongozi mnaokuja baraza kuu, mjiandae. Tutafanya baraza kuu la viwango vya juu kabisa kwa ikifanywa kwenye chama hiki. Na nataka nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi. Mambo mengi watu tuseme. Tulichaguliwa 21 kuamkia 22, si ndio? Mwezi wa kwanza. Mwenyekiti wetu mlitupa heshima kubwa sana. Amekaa kwenye uongozi chini ya miezi mitatu. Tarehe 9 mwezi wa 4 akakamatwa. Tulikuta magari hayafanyi kazi. Wakati mwingine mambo mengi hatusemi, lakini kwa nguvu zenu wananchi tumefanya ziara. Nyie wote mnajua sisi tumeweka mpira kwa pani, kwa sababu haiwezi umziki. Tulifanya ziara, nikamwambia yule kijana anaitwa Happy Wasira, si nani, wametawanyika. Nikamwambia hamna kifua cha kupambana na sisi. Hapo tulikuwa na timu moja tu ya kwangu na katibu mkuu. Tumetoka Masasi, tumetoka na Chingwea, Masasi, Songea mjini, Njombe Makambako, Ulimi hapa. Ulimi umeshuka huko hapa. Eti wanafukuzana na sisi. Mikutano ya kukodi watu na mikutano organic uwezi. Utatumia mabilioni, kwa sababu mimi nafanya mkutano kwa shilingi 250,000. Ni kukodi vyombo tu, watu wanakuja wenyewe. Wewe unatumia milioni 200 kusomba watu. Utaweza wapi? Tunaelekea kufika pale kwenye mpunga wapi pale? Mbarali. Tunaambiwa jamani wanajiseti kufunga vikutano. Tumetoka Mbarali, tulivyofika Mbeya mjini. Si mliona ule mtiti wa Mbeya mjini? Ilikuwa mbaya jamani. Tumefanya mkutano Mro saa 4 asubuhi.
maelfu ya watu. Tumefika Tunduma, wametutoa nje ya mji kilomita 15, hata network haishiki, uwanja ulitapika. Sumbawanga mjini watu walinusa kwamba tunapita pakatapika. Tumefika Tunduma, tumefika Mpanda, tunaenda Tabora, wakazuia mikutano ya hadhara kwa sababu ule muziki hawauwezi. Na nataka nirudie kwenu wanachama, twendeni tufanye kazi. Huu ni wakati wa mwisho wa CCM. Tuache kulalamika. Hiki ni chama cha ukombozi. Tujitoe. Mimi nimejionea jana. Nilikuwa natembea, tulienda kununua mbao pale Sabasaba. Ile harufu tu kwamba Heche yuko hapa ananunua mbao ilikuwa balaa. Sasa mtu anayekuambia chama kinachokufa ni hicho kweli? Watu wananusa tu kwamba wako hapa, bara pakajaa pale. Sasa gari yangu iko imepaki kule garage ili ninunue mbao. Kule kutembea mpaka kufika garage, pale garage napo pakajaa. Tukasalimia watu, tukasema jamani, tukanunue dagaa. Kuna mimi nilikuwa nimeagizwa dagaa, ziko wapi nzuri? Mwaroni. Niliposimama hata dagaa sikununua kwa sababu niliona itakuwa balaa hapa. Mwisho tapigwa mabomu. Ikabidi niingie kwenye gari nikimbie. Sasa watu wako tayari. Watu wako shambani, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Ndio shida tulionayo. Watenda kazi tujitoe. Jifunzeni wainjilisti wanavyofanya kazi, au watu wa dini. Jifunzeni. Hivi kweli sisi wote tunashindwaje kujenga maofisi ya chama? Tunashindwaje? Tunakuaje na chama kinachotegemea ruzuku ya CCM? Hapa jirani hilo ni kanisa, sio? Hivi hilo kanisa lina wanachama, lina waumini wengi kuliko wanachadema walioko Mwanza. Wao wana kiwanja wamejenga. Nani ukienda hapo ni waumini hao tu, wana shule, wana kila kitu, wako hapo. Sisi wanachadema wote wa Mwanza tukijiwekea malengo tutajenga magorofa hapa. Sio ofisi ya kawaida, tutajenga magorofa. Hatujawa tayari. Hatujawa tayari kutafuta mageuzi kama tunavyotafuta uso wa Mungu kwenda mbinguni. Na nataka niwaambie, Biblia inasema ukiwa na tamaa hutaenda mbinguni. Uongo kweli? Na tamaa inatokana na nini? Kwa sababu huna uwezo, unapita gari unasema natamani mimi ndio hiyo gari iwe ya kwangu. Lakini kinachofanya uwe na tamaa hiyo ni nini? Ni siasa mbovu. Wakenya wanasema siasa mbaya, maisha mbaya. Mtu wa Singapore hawezi kutamani gari kwa sababu he is contented, amejitosheleza. Lakini Singapore wanatuzidi nini? Singapore ina square kilomita 600. Singapore ni ndogo kuliko wilaya ya Nyamagana. Kipato cha mtu wa Singapore, mtu wa kawaida anayeuza nyanya, anayeuza vitunguu ni milioni 170 kwa mwaka. Huyu akitaka kununua gari atanunua, anakaa kwenye nyumba nzuri, elimu bora. Sisi Singapore wana bahari tu. Sisi tuna bahari kuanzia Mtwara mpaka Tanga. Ndio ukanda wa bahari tulionao. Actually we are the richest country kwenye East African Central. Kwa nini watu wetu ni maskini? Unaenda kuanza mgodi mkubwa kuliko yote Afrika. Utachimbwa kwa miaka 25, projection ya mwanzo. Hapo Sengerema. Utaisha, tutabaki maskini. Maisha mbaya, siasa mbaya. Tuna maji, watu hawana maji. Tuamue kufanya kazi hii
itakayotusababisha tuishi vizuri, tujenge makanisa na tujenge misikiti. Kazi yetu iwe ni kumsubiri Mungu tu, kwa sababu tunaishi vizuri. Wazungu kazi yao ni kuomba, kwa sababu kila mtu ana kazi, wana maisha mazuri. Wachina wengine hata hawaamini kama kuna Mungu, wana maisha mazuri. Sasa sisi watu wengi wanakufa kwa sababu ya matibabu, kwa sababu ya maisha yenyewe. Tunakula nini? Tunalala wapi? Tunaamkaje? Tunatembea vipi? Tunatibiwa wapi? Tunapata elimu wapi? Na elimu ndio maarifa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Vitu vingi tunakufa, vifo sio vyetu, kwa sababu tunakosa maarifa. Na hayo maarifa tunanyimwa kwa sababu ya serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo siasa ni muhimu sana sana kwenye maisha yetu hapa duniani, kama ilivyo muhimu kwenda mbinguni. Na msidanganywe. Mtu asikuambie utaenda kuishi vizuri mbinguni. Mimi nimeisha kataa hilo jambo. Tuishi kuanzia hapa vizuri hapa, tuende mbinguni tukamalizie maisha mazuri huko. Sasa hilo ni jambo la pili ambalo nilitaka kulisema. Jambo la tatu, tuko hapa tulipo kwa sababu CCM na mwenyekiti wao Samia Suluhu Hassan waliamua kufikisha nchi ilipo. Hajaja hapa kwa bahati mbaya, na kwa sababu huwa tunakuwa na kumbukumbu fupi. Mimi kila siku huwa najitahidi kukumbusha watu, na ndio maana wananichukia, kwa sababu mimi sio mwepesi kusahau. Wanasema kwa sasa hivi, wanasema Heche ndio tatizo. Mimi sio tatizo. Maazimio yote tunayosimamia ni maazimio ya kamati kuu ya chama chetu ya tarehe 11 mwezi wa 12, na hayo mimi kama kiongozi nitayasimamia mpaka tone la mwisho la damu yangu. Sio maazimio yangu, ni maazimio ya kamati kuu ya chama ndio tunayosimamia. Hakuna maridhiano yoyote au majadiliano bila mwenyekiti wetu kuwa nje. Nyewe mnasemaje? Yeye ndo ana mandate ya mkutano mkuu. Yeye ndo anaweza kutuongoza kwenye jambo lolote. Hilo ni la kwanza. Hakuna jambo lolote bila yeye kuwa nje. Hakuna jambo litakalozungumzwa bila mediator, msuluhishi wa kimataifa ambaye atatuweka hapa, CCM, Chadema hapa au makundi yote mengine, tuzungumze hoja hizo. Hatuwezi kwenda kufanya mzaha kama ule uliofanyika kipindi kilichopita. Bahati nzuri mimi nilikuwa sehemu ya hayo mazungumzo. Kwa hakuna mtu ananizidi experience kwenye hayo. I know what I'm talking about. Now we are not mad. Tunaelewa tunakoelekea. Tunajua safari yetu na tunajua njia yetu. Nyie wanachama, tuungeni mkono viongozi, tusafirishe safina hii. Na nataka niwaambie. Haya mawimbi ni ya kawaida. Bahari iliyotulia haitengenezi nahodha bora. Nahodha bora unampima wakati wa mawimbi. Hapo ndio unapima kwamba huyu ni nahodha, anaweza kumudu chombo. Na nyie mnajua, na nyie mmeona tulichokifanya na tunachokifanya. Hatutayumba. CCM mwezi wa kwanza waliitisha mkutano mkuu wa chama chao. Ulikuwa na agenda 4 tu. Moja, taarifa ya utekelezaji wa Irani upande wa Zanzibar. 2, taarifa ya utekelezaji wa Irani upande wa Tanganyika. 3, kumchagua Stephen Masato Wasira. Na ya 4 ilikuwa ni kupitisha kwenye simu yangu vitu vyote vile vipo. Lakini ni taarifa 4. Lakini kile kikao kikageuka kikawa kikao cha uchaguzi. Na mnisikilize kwa makini. Kikawa kikao cha nini? Kumpitisha Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea. Sasa msajili anajua kwa mujibu wa katiba ya CCM na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, kikao cha kiuchaguzi ni tofauti. Ndio maana kikao kilichotupitisha sisi tulipokuwa tunagombea
Mboya anatoka kwenye uongozi, kilikuwa ni kikao maalum cha uchaguzi, na ajenda yake ilikuwa inajulikana, na hata barua za mialiko zilijulikana ni za uchaguzi, na utaratibu wake ni tofauti. Wakaenda kwenye kikao kilichokuwa na ajenda tofauti, ili mjue haya mambo yalipangwa. Hakuna kitu kinatokea kwa bahati mbaya. Wakaenda kwenye kikao cha uchaguzi, ghafla katikati ya kikao, kama sisi tumekuja hapa kuhutubiana, alafu mtu ainuke tu aseme, jamani mnaonaje tukianza kuimba nyimbo na kucheza humu litungu? Hivi inawezekana hiyo, ndugu zangu? Inawezekana hiyo? Kikao kilikuwa cha uchaguzi, hakikuwa cha uchaguzi. Ghafla kikageuzwa. Watu wengine, utaratibu wa katiba ya CCM unataka uchaguzi utangazwe, watu wachukue fomu, wapate wadhamini, warudishe fomu, zichujwe, waite vikao vya mchujo. Si ndio utaratibu huo? Hata sisi Chadema vikao ndivyo vinavyofanywa vya uchaguzi. Wanaitisha, wanatangaza tarehe ya uchaguzi, watu wanachukua fomu, wewe unajipima, mimi naweza. Unachukua fomu, unajaza, unarudisha, unafanyiwa usairi, unaitwa kwenye kikao cha usairi, unahojiwa, wengine wanachujwa, wengine wanapitishwa. Kwenye kikao cha uchaguzi huwezi kuwa kiongozi unayesimamia kikao unachochaguliwa wewe. You cannot be a judge of your own cause. It's just a principle, it's a dictum ya kisheria. A very simple. Huwezi kuwa hakimu wa kesi yako mwenyewe. Wamefika kwenye vikao ambavyo vilikuwa na agenda 4, pale eti mtu akasimama, mimi naona tumalize mambo yote mwezi wa kwanza, uchaguzi uko mwezi wa 10, miezi 9 kabla. Ndio mimi nampendekeza Samia Suluhu Hassan. Sasa mama, tupishe basi. Mimi kama mnanipitisha, nipitishwe, niko hapa hapa. Hivi pale Mlimani City Mboya alikuwa anagombea na Lissu. Hivi mwenyekiti Mboya angesema abaki kwenye kiti pale pale, angeshindwa uchaguzi kweli? Wakampitisha. Hilo likawa jaribio la kwanza la CCM kuvunja katiba yao, kuvunja sheria ya nchi. Na kama wanavunja katiba yao, wanawezaje kusimamia sheria za nchi? You cannot. Sasa walipomaliza tu wakaanza kufikiria, tulifikiri tumemaliza hapa, tumewawahi, tumewafanyia timing wenzetu. Huko mbele tunakutana na nani? Tundu Lissu. Jamani, sasa hapa tunafanyaje? Huyu akamatwa, apewe kesi ya uhaini. Huu ni mchoro unaendelea wa mtu kutafuta madaraka ya nchi bila kufuata utaratibu wa sheria. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwazima wenzetu, tumewafanyia tulichofanyia, tumeiba, tumebaka ndani ya chama chetu. Sasa huku nje tuna kizingiti. Nani? Lissu. Tarehe 4 mwezi wa 9 kamata Lissu, akapewa kesi ya uhaini. Wamemalizana na Lissu na CCM yenyewe. Akachoropoka mmoja anaitwa Mpina, akaenda kwenye chama kingine huko, hata ambacho hakina mtandao. Wakatafuta mtu ndani ya hicho chama, akamwekea sima pingamizi, akapenya. Iliposhindikana kabisa, msajili mwenyewe wa vyama akamwekea pingamizi Mpina, na wakamzuia hata kuingia kwenye ofisi za Tume ya Taifa. Hebu fikirieni tu haya mambo haya. Tukisema haya mambo, alafu watu wanatuona sisi ni watu wabaya, wanatuwinda watuue. Watu wanalinda udhalimu wa namna hii, wakamzuia na Mpina. Sasa tumemalizana na Lissu. Kwanza tumemalizana na chama chetu, tumefanya forgery ya Lissu, tumefanya forgery ya Mpina. Ya tatu, Watanzania wakasema hatuendi kupiga kura, na wakatoka kudemonstrate kwamba hatutaki hayo mambo, wakauawa kwa maelfu. This is a trend.
ya mtu ambaye ameamua kwa makusudi kwamba ni mimi or the highway. Kama sio mimi, bora nchi yote ipotee ya watu milioni 60. Ni mimi, kama sio mimi, nchi yote bora ifanye nini? Wafe hata wote, lakini mimi nibaki madarakani. Sasa ndugu zangu, baada ya haya mambo yote, ungetegemea mtu ambaye ni sane, mtu ambaye anaelewa makosa yote haya, kwamba nimekosea hapa 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 na hapa, au washauri wamwambie, jamani, hatuwezi kuendelea hivi. Jamani, tumefanya haya, yamejitokeza, watu wamekufa, watu wameumia. Naomba sana radhi wa Tanzania. Jambo la kwanza. La pili, familia zote zilizopatwa na madhira, tutaita familia hizi, tutazisimamia, tutalipa compensation. Hatuwezi kurudisha wale waliokufa. Cha tatu, naachia wote waliokamatwa. Cha nne, Lissu anatoka nje. Cha tano, ili asijitokeze, tunaandika katiba mpya. Tunaanza upya. Kama taifa tumeumia, tumeumizana. Truth and reconciliation, ukweli, uwajibikaji, na hicho kinachoitwa maridhiano. Sasa mtu aliyefanya mambo yote haya bado anaendelea kumshikilia mwenyekiti wetu, bado amekuja anakamata na viongozi wetu, anatuma watu wanalipwa, wanasema Heche hataki maridhiano, Chadema haitaki maridhiano. Hivi hayo ni maridhiano au ni blackmail? Blackmail maana yake ni nini, mama zangu na vijana mlioko? Ni mtu labda amekupiga picha huko uchi, anakuwa anakuambia nipe kitu fulani, usipokubali nazitoa hadharani. Kwa hiyo muda wote wewe unaishi kwa mashaka. Au ngoja niwape mfano ambao mtauelewa. Hivi wewe una nguvu unanizidi, babangu Mzee Limo. Nimefurahi kwanza kukuona. Mzee wangu Mzee Limo ananifahamu tangu nikiwa shule. Akubariki sana. Na mzee wangu nani? Mwinamira, Mzee Rukanga, wote hawa wakati mimi nakuja Sauti hapa tunaanzisha tawi la kwanza, wamenilea sana. Mzee Limo anatukaribisha pale library. Nafikiri unafurahi leo kuniona kijana wako nimefika hapa. Ni safari ya muda mrefu na uvumilivu. Iko hivi, nataka niwape mfano mtakaoelewa. Wanachotufanyia CCM na serikali yake ni kwamba Mzee Limo ananizidi nguvu, ananizidi labda fedha, ana mabavu, analindwa. Alafu anatembea na mke wangu kwa mfano, na mimi nikamfumania. Badala ya yeye kuniomba radhi, anaanza kunipiga na kuniadhibu kwamba kwa nini nimemfumania na mke wangu, na ananishinikiza mimi nimuombe msamaha kwa kumfumania na mke wangu. Sijui kama mnaelewa ninachosema. Think about that. Fikiria kuhusu hilo jambo, kwamba kwa sababu wana nguvu, umewafumania na mke wako, wanakupiga na wanakushinikiza kwamba ukawaombe msamaha kwa kuwafumania na mke wako. Na kuna watu wanajifanya wana busara, wanakuambia wewe nenda tu kamuombe msamaha mwenye nguvu mpishe. Mimi siko tayari, niko tayari kufa nisiyaone hayo. Siko tayari. Hilo nasema mbele ya Mungu na mbele yenu. Namna pekee ya haya mambo kuisha ni kwa huyo anayetukosea kutambua kwanza, kuwa na conscience kwamba nakosea watu, lakini mabavu yake yana mwisho. Wala usitishike, utajidanganya leo, watoto wako watalindwa leo. Mwangalie Saddam Hussein, mwangalie Muammar Gaddafi. Kuna watu waliiba hela za nchi zao kuliko Muammar Gaddafi. Walifungua vituo vya mafuta, oil Libya ilikuwa kila nchi. Walifungua mpaka mahoteli hapa ile hoteli tulikuwa tunafanyia vikao sana kamati kuu Bahari Beach. Ni hoteli ya Muammar Gaddafi na vijana wake.
Walikuwa wanaenda kule Serengeti, Ngorongoro kule, wanachukua hoteli inaitwa, ndio ile hoteli waliwaiga kwenda mawaziri wakaambiwa hamruhusiwi kuingia hapa. Inaitwa Grumeti. Iko Tanzania lakini haiko Tanzania. Hivi mnajua hata humu polini kuna sehemu inaitwa njia ya mzungu Serengeti. Yaani Mtanzania ukiwa unapita pale unalipa kwa kupita kwenye njia hii. Ndani ya poli la nchi yetu. Kwa hiyo Grumeti ilikuwa uruhusi, walikuwa wanachukua ile hoteli yote. Wanalala mle, wanaagiza wasanii kutoka Ulaya wakubwa wakubwa, wanawalipa labda bilioni 3 milioni ngapi, wanakuja kufanya anasa. Where are they? They've gone. They are gone. Hakuna. Sisi hatutakubali. Na wala tukisema hivi, mtu asiseme kwamba sisi sio watu tunaotaka majadiliano. Kuna watu wameomba majadiliano kwenye nchi kuliko Chadema. We were the first tangu zama za Magufuli kuambia tunaenda njia mbaya. Mkishafika huko mtashindwa kurudi. Tuokoe hii gari kabla haijadumbukia mtoni. Wakasema na iende mtoni. Sasa gari iko mtoni, wanatuambia Chadema tuitoe humo. Nyie mko tayari kwa ujinga huo? Tena wanataka tuitoe mtoni kwa blackmail, kwa vitisho. Tunaishi kama wakimbizi. Tunatembea kwenye nchi, polisi wako nyuma yetu kila wakati. Wasira alikuwa na mikutano kama hii, kama huu tunaofanya humu ndani. Naona polisi pale. Juzi simlimsikia ananizungumzia. Anazungumza huku anasinzia. Kwa muda wote Wasira akiwa anazungumza, yule msaidizi wake anamshtua hivi. Anaweza kuwa anazungumza mara usingizi ukampitia pale. Kweli yule mzee ni wa kushindana na mimi kweli. Hii valvu 24 mzee. RC 300. Ndio toleo jipya la saizi. La siasa. Uongo kweli? Huu moto wa kuotea mbali. Ndio maana wimbo kila mtu anaimba heche wakikodi vibaraka heche. Nini? Tulieni. Ndio kwanza tunaanza. Uongo kweli? Ndio rasha hii. Bado hata mvua ya mawe haijanyesha. Na yupo mwenyewe tunayemwandalia njia hii. Mbeba maono aliyepigwa risasi 16 na Mungu amemsimamisha. Kwa msiogope. Tukikamatwa songeni mbele. Kuna kupiga magoti hapa. Na tutashinda. Na ni muhimu wakaleta suluhu kabla ya watu kushinda kwa njia ambazo wakishinda zitaleta maumivu. Leteni suluhu mapema. Suluhu ni kurudi nyuma. When you are lost, ukiwa umepotea, umepanda gari inaenda Magu, wakati wewe unaenda Sengerema, akili timamu inakwambia using'ang'anie, unaona aibu. Shuka, panda gari inaenda Sengerema kule unakoenda. Ndio akili timamu. Hata kama umekaribia kule Kinango, unakaribia kuingia Magu, shuka, panda gari unakokwenda. Ndio ushauri wangu kila siku. Speed is useless kama umepotea njia. Umepotea njia, unaongeza mwendo, unapotea zaidi. Kwa ndugu zangu, nimetaka niwaambie kwamba mambo yanayotokea hayatokei kwa bahati mbaya. Yanatokea kwa sababu watu waliamua hatua kwa hatua kubaka na kuiba hata kile kidogo tunachopewa na katiba mbovu hii. Hata kile kidogo. Katiba hii ibara ya 8 inasema hako kadogo tu tunakopewa na hii katiba pamoja na ubovu wake. Inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Kutoka kwenye kura waliamua wakaiba. Na hata wananchi waliposema jamani mnaiba haki ya kuwawekeni nyie, wakawaua wananchi. Walidhamiria.
Sasa ndugu zangu wana Chadema, tuna mambo mawili makubwa, na hili jingine ni la tatu. Kwanza nataka niwahakikishie, hakuna mwanachama yetu yeyote aliyekamatwa ambaye chama chetu hakitamtetea. Hilo nendeni nyumbani mkiwa na imani na amani. Nimezungumza na mwanasheria mkuu wa chama, nimezungumza na katibu mkuu, na msimamo wa kamati kuu ya chama chetu ni kuhakikisha kila mwanachama aliyekamatwa anapata uwakilishi unaostahili. Tutaandika kila sehemu. Sasa hivi tuko makini sana, hatutalia humu ndani kimya kimya. Yaani unajua zamani tulikuwa tunaumizwa humu, kilio kinaishia humu ndani. Kama Chagurani hapa, si hapa ni kwako bana. Alafu una mke wako mnaishi humu, unamkata na panga, alafu anaogopa eti akitoka nje hapo itakuwa aibu. Mama zangu, lia nje, majirani wakusaidie. Usife kimya kimya ndani. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hakuna kilio chochote kitaishia humu. Sasa hivi wakikamata watu tunapiga kelele kila sehemu, UN, UNHCR, wapi, Amnesty. Haya yote kukamata watu yameishaenda kote duniani. Kote. Tumeshawaambia, wameshashtaki watu wetu 61. Na juzi nimeona wanalialia, sijui nimewauliza swali, nyie mnawaambia watu kwamba waje Afcon, alafu mnasema kuna ugaidi. Sasa hiyo Afcon yao wanaokuja watakuwa salama kiasi gani? Haya mambo hayaingiliani na michezo. Hayaingiliani na michezo vipi? Sisi kote tutasema. Tunaelewana? Wawekezaji tutawaambia serikali dhalimu imesema hivi, dunia yote ijue. Kwa sababu mambo hayawezi kuwa kimya kimya humu ndani, kwamba hawa wanachafua nchi. Yaani wewe unayekamata watu huchafui nchi, sisi tunayesema umekamata watu ndio tunachafua nchi. Hiyo ni akili ya wapi hiyo? Mamangu, inaeleweka hiyo? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa nataka niwaambie wanachama wetu wote, mimi nilikuwa Butimba juzi, nimewaona, tutawasaidia kwa kile tunachoweza, na tutawatetea kwa mawakili kusimamia, na mawakili wetu wote wakubwa watakuwa kwenye hizo kesi, na dunia itajua. Na hii njia tunayopitishwa, wamepitishwa kina Mandela, na mwisho wa siku walishindwa. ANC iliwashinda makaburu. Walikamata viongozi wao, wakawabambika kesi za ugaidi, walikaa miaka 27. Walifikia sehemu wakafuta mpaka chama, na malengo yao ni kufuta hiki chama. Ndio maana wamekamata watu, na hili nataka niambie, kwa nini wanakamata watu wanawaweka ndani na kesi za ugaidi? Ni kutengeneza pressure ya ndani. Kutengeneza pressure ya nini? Kwamba sasa tumefikia sehemu bora tu yaishe tu, yani tuwarambe hata miguu yaishe. Kwa pressure hiyo itengenezwe kwamba unaona wanaendelea kukamata watu, na mtu ambaye hataki maridhiano ni Heche au ni kamati kuu, wanachama mwanze kusema tunataka maridhiano kwa njia yoyote. Hata wakinikamata mimi, lengo sio Heche, lengo ni wananchi kupata katiba mpya na kuanza nchi mpya. Tusitoke kwenye reli. Lengo sio mimi. Mdude hajafa au hajatekwa kwa sababu alitaka yeye aishi vizuri. Mdude ameumia kwa sababu anataka katiba mpya. Tusisahau lengo linalosababisha watu wetu wameumia. Ndio maana Lissu amekataa hata aliposhawishiwa kupiga magoti. Na mmemsikia juzi, amesema yeye mwenye mahakamani, peleka nini? Amekataa. Sio kwamba hajapelekewa vishawishi, kwa sababu anajua lengo sio yeye tu kuwa nje. Kama ni yeye kuwa nje na yeye kuishi vizuri, watampa chochote anachotaka. Haki ya Mungu nawaambia, Lissu akiwaambia nataka bilioni 50 watampa. Je, matatizo ya nchi hii yatakuwa yameisha? Lissu akitoka nje bila kupata kile tunachokihitaji, tutakuwa tumepata maji? Tutakuwa tumepata ajira? Kwa hiyo Lissu anaumia kwa sababu yetu wote.
Watu wamekufa kwa sababu yetu wote. Damu za watu wetu tutazisaliti kama hatutasimamia kile kilichosababisha wakauawa wanakipigania. Tuelewe haya. Tuelewe haya. Wanajaribu kufikiria watatengeneza internal pressure ya kusukuma kuwa bail out. Tukawaombe msamaha, pamoja na kwamba wao ndio tumewashika ugoni. Na waambia, wazungu wanasema you cannot eat your cake and have it. Huwezi kula keki yako baadaye ukabaki nayo. Ni either usiile ubaki nayo, ukiila itaenda tumboni, hutabaki nayo. Tunaelewana vizuri? Mnanielewa vizuri? Ule au baki unaiona. Kama umekula keki iko tumboni, haiwezi kuwa mkononi. Rudi nyuma, soma mchoro. Na mwisho, nimezungumza saa nzima. Tuendelee kuchangia chama. Ili ni la pili kutoka mwisho. Kila mtu hakikisha unajipa malengo ya kutuma fedha kwenye chama. Kuna wakati watu wanaweza kukata tamaa na inaumiza sana. Hebu jiulize hivi. Hivi kweli wa Tanzania katibu mkuu wetu anapanda basi kufanya mambo ya hatari namna hii? Wakurugenzi wetu wako makao makuu, hatuwalipi chochote. Makatibu wa wilaya, makatibu wa mikoa, makatibu wa kanda, alafu hao watu wanashawishiwa kuhongwa, hamwalipi chochote. Je, tunashindwa kulipa hao watu? Tunashindwa kupata hela ya kulipa hao watu? Hatushindwi, hatujaamua. Tumekubaliana kila mtu kutumia namba ya chama atume shilingi 1,000 kwa mwezi au 2,000 kwa mwezi. Nani atakayefilisika kwa kutuma shilingi 1,000 au 2,000? Tukipata shilingi 1,000, sisi tuna wanachama milioni 8. Tukubaliane wachange milioni 1 tu, tunazungumzia bilioni 1. Haki ya Mungu, tukipata bilioni 1, hawa kina Ntobi tutawalipa, tutaleta magari kwenye kila wilaya, tutanunua majengo, tutajenga chama cha ukombozi. Wanaotuangusha ni wananchi nyie. Na sisi viongozi hatujafanya kazi sawa sawa na inavyostahili. Nani hapa akiamka anawaza kwamba leo siku yangu moja naitenga kwa ajili ya Chadema? 1,000 kwa mwezi, 2,000 inakushinda nini? Tunakaa tu, tuko nyuma yako. Sasa kama sina mafuta nitafikaje hapa sasa? Na mimi nawaambia watu wanajituma sana. Secretariat yetu ya makao makuu inajituma sana. Haki ya Mungu kabisa. Huwa na wahurumia. Kuna miaka wanachapisha mpaka unasema hao watu wanalala saa ngapi? Chama chetu kinaungwa mkono. Ni sisi hatujawafikia wananchi. Haki ya Mungu kabisa. Nasema uongo? Kweli kabisa. Nyie mnataka mniambie viongozi mkiamua kutembea humu kwamba jamani chukua namba ya chama hii unatuma 1,000. Wananchi watakataa kweli? Lakini kama hujawafikia watawachangiaje? Kwa nini wale wainjilisti wanaotembeza Biblia wao wanauza, wanakuja kwa Heche, mimi ni muinjilisti wa kanisa, nimekuja nauza vitabu hivi na hivi na hivi. Anakungangania unanunua kitabu cha shilingi 50,000 60. Wewe ukingangania mtu kuchanga shilingi 1,000 anashindwa? Hata kama anaogopa, mwambie nipe mimi nitaenda kuweka tone tone. Na ukombozi wote umechangiwa hivyo. Mwalimu Nyerere alichangiwa. Alikuwa ananiambia Jenerali Ulimwengu, baba yake alikuwa katibu wa tawi. Mtu anakuwa mwaminifu, anatembea kilomita 50, anapeleka shilingi 10,000 au kuku. Tusifanye kazi pale tunapoona viongozi tu. Tufanye kazi hata viongozi wa kitaifa wasipokuwepo. Na mwisho, kwenye ajenda zetu 2, Free Tundu Lissu na katiba mpya. Amezungumza Nchimbi, John Nchimbi. Amezungumza kwa lugha ya mafumbo kidogo tu, lakini ni lugha inayong'amulika kawaida. Amesema hivi, jambo la kwanza, na nataka niisome kwenye ibara ya 54 ya katiba hii mbovu.
Ibara ya 54 ya katiba hii inasema hivi: kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais. Mnisikilize vizuri. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Narudia, nimesemaje? Sasa mimi ni mwalimu, nataka hapa tuingie darasani mnielewe. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa Zanzibar, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Hilo la kwanza. Rais atahudhuria mikutano ya baraza la mawaziri, ndiye atakayeongoza mikutano hiyo. Na endapo rais hayupo, basi mikutano hiyo itaongozwa na makamu wa rais. Kama wote wawili hawatakuwepo, makamu wa rais hawapo, waziri mkuu ndiye atayeongoza hicho kikao. 3. Bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara ya 37 ya katiba hii, baraza la mawaziri litakuwa ndio chombo kikuu cha kushauri rais juu ya mambo yote yanayohusu utekelezaji wa madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, na litamsaidia na kumshauri rais juu ya jambo lolote litakalowasilishwa kwenye baraza la mawaziri kwa mujibu wa mwongozo maalum wa maagizo ya jumla yanayotolewa na rais. Mwanasheria mkuu wa serikali atahudhuria mkutano yote ya baraza la mawaziri na atakuwa na haki kama mjumbe mwingine wa mikutano hiyo, isipokuwa hatakuwa na haki ya kupiga kura katika mikutano hiyo. Sasa twende taratibu. John Nchimbi ametuambia tupiganie katiba, kwamba hii katiba ni tatizo kubwa, inampa mtu mmoja mamlaka ya kuumiza watu, si ndio alichosema? Cha pili akasema yeye alipokuwa katibu mkuu wa CCM alishampendekezea rais kwamba walete nini? Katiba, si ndio alivyosema? Na akasema anachukizwa na masuala ya watu kutekwa, kubambikiwa kesi, si na nini. Amesema mambo yote. Lakini sehemu mimi iliyonivutia, ambapo ndio kwenye mzizi wa tatizo, ni hili jambo alilotufungua macho wote kuona kuhusu baraza la mawaziri. Kwanza, baraza la mawaziri ndio kikao cha juu cha nchi hii kinachoamua kuhusu maisha yetu wote. Rasilimali za nchi yetu, madini, maji, mbuga za wanyama, ardhi, utibiwe vipi, ni hicho. Bunge lile ni kikaragosi tu, hakuna bunge pale. Bunge gani lile? Halina uwezo wa kualta hata nukta. Nikisema kualta nukta, yani lile bunge, serikali ikileta kitu imeamua kwamba hiyo speaker ni gari, hata wote wakiona ile ni speaker sio gari, hawana uwezo wa kubadilisha chochote wale. Hawana. Tangu hata mimi nikiwa bungeni. Hawana. Kwa sababu kwa mfano kwenye budget hii katiba inasema wabunge eti ndio wanaopitisha budget, ndio wanapanga budget. Lakini hawana ruhusa ya kuikataa hiyo budget. Wakiikataa, rais ana dissolve bunge, yani anavunja bunge. Si kama mnaelewa? Sasa kama mamlaka yetu ni sisi tuna mamlaka ya kuikataa, kwa nini tukiikataa tena uwe na mamlaka ya kutuvunja sisi tuanze upya? Sasa ni mbunge gani wa CCM pale ana uwezo wa kukubali bunge livunjwe arudi kwenye uchaguzi kwa ajili yako wewe mwananchi? Hata kama hiyo budget inasema wananchi wote muuawe, nani mbunge pale ataenda kusema mimi niko tayari vunja bunge wasiuawe wananchi? Yuko pale? Atakachouliza tu watoto wangu na mke wangu watakuwa salama. Ua wote. Ua wote. Nyie watu mnanielewa? Mnanielewa vizuri? We are in deep shit. Tuko kwenye matatizo makubwa kama nchi. Sasa John Nchimbi ametuambia hakuna kitu chochote kinachoweza kuingia kwenye baraza la mawaziri bila rais kuamua, na hakuna kitu chochote kinachoweza kupitishwa, hata mawaziri wote wakisema kipite, bila rais kukubali. Kwa kazi yao ni kumshauri, na harazimiki kuchukua ushauri wao.
Ibara ya 54 inasema hivi, rais atahudhuria mikutano yote na atakuwa kama mwenyekiti, yeye ndo ataongoza vikao. Lakini ibara ya 54(1) inasema kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri. Sasa huyu rais anahudhuriaje kwenye kikao na awe mwenyekiti alafu yeye sio mjumbe wa hicho kikao? Hivi mnanielewa? Mnaelewa nachosema? Kwamba hii katiba, mkitaka kujua hii katiba ilivyotakataka, kwamba rais anakuwa mwenyekiti kwenye kikao ambacho yeye sio mjumbe. Unawezaje kuwa mwenyekiti wa vikoba alafu wewe sio mjumbe wa kikao hicho cha vikoba? Yaani wewe kwanza, sifa ya kwanza, ili uwe mwenyekiti lazima uwe mjumbe. Ukiwa mjumbe, miongoni mwa wajumbe mmoja anachaguliwa. Ndio maana huwezi kuwa mwenyekiti wa Chadema kama wewe sio mwana Chadema. Hivi mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Sasa maajabu ya CCM na katiba yao, rais ni mwenyekiti wa kikao ambacho yeye sio mjumbe. Alafu yeye ndo ana maamuzi ya mwisho kwenye hicho kikao ambacho yeye sio mjumbe. Maana yake ni nini? Na mnisikilize. Maana tunasema katiba hii imetengeneza Mungu mtu. Baraza la mawaziri linaweza kukosea na linaweza kuwajibishwa. Kwa hiyo wanajua kwamba ikitokea baraza la mawaziri limepitisha uamuzi mbovu wa kuuza bandari, siku wananchi wakichachamaa, baraza la mawaziri lote lijiuzuru, yeye mmoja Mungu mtu ambaye alikuwa kwenye kiti, yeye asiguswe. Ndio maana wanasema yeye sio mjumbe. Mmeshanielewa? Mmeshanielewa? Ndio maana uamuzi wa Richmond na Doans uliosababisha Lowassa akajiuzuru na serikali ikavunjwa na mawaziri wengine wakafukuzwa kazi, Kikwete alibaki anachekelea kwa sababu yeye sio mjumbe. Lakini haya yalipitishwa kwenye kikao ambacho yeye alikuwa mwenyekiti. Mwanza mnanielewa? Mwanza mnanielewa? Ndio maana tunataka katiba mpya leo, sio kesho. Leo, kwa sababu huyu Mungu mtu akiagiza wote tuuawe, katiba hii inasema hata wajibika, labda Mungu amwajibishe. Mnakuaje na katiba inayolinda mtu mmoja ambaye ni binadamu ambaye anaweza kukosea? Hawajibiki kwa mtu yoyote. Hashauriki baraza la mawaziri la kwake. Yaani waziri anakuja, waziri ni technocrat kwa mfano. Yeye ndo anajua, kwa mfano waziri wa maji, rais ana portfolio nyingi, rais hawezi kujua. Waziri wa maji anapoenda pale, yeye ndo anajua maji. Kwa rais akimwambia toa maji Singida peleka Mwanza, yeye akimwambia mheshimiwa rais, maji Singida hakuna, ziwa liko Mwanza, tutoe Mwanza tupeleke Singida. Mimi nimesema toa maji Singida peleka Mwanza, final and conclusive. Nye watu mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Ndio maana tukimgusa Mungu mtu wao wanakuwa kama pilipili. Wanakuwa kama pilipili. Wanasema tunamtukana. Mimi nimemtukana nani hapa? Kuna mtu nimemtukana hapa? Kuna mtu nimemsema vibaya? Hutaki kusemwa, acha siasa, kaangalia watoto wako. Mtu akikufuata nyumbani tutasema huyu ni mgomvi, amenifuata nyumbani kwangu. Kwa hiyo ndugu zangu, Nchimbi aliposema tukomae, anatuambia tumkomalie huyu anayekwamisha katiba. Kwa sababu anasema amempelekea kwenye vikao vya CCM, amempelekea sasa hivi amesema wazi, anasema tumkomalie. Sasa kama yeye ndo anaruhusu kila agenda ingie kwenye baraza la mawaziri, baraza la mawaziri ndo linalo propose budget. Budget ikishaandaliwa kila sekta inakuja inapelekwa kwenye baraza la mawaziri, wao ndio wanaipitisha kuja bungeni kujadili. Wale wabunge hawana uwezo wowote, ni kuletewa tu wako kama watoto. Juma anapika wali, na Juma anapika wali. Ndio wanachofanya. Kuna kitu chochote. Sheria mbaya zikipitishwa zimetoka kwenye baraza la mawaziri, wao ndio wanapitisha. Kwa hiyo tunateswa
na hawa watu wanaosimamiwa na mtu ambaye hawajibiki. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo Nchimbi alichotuambia, anayekwamisha katiba na ambaye anasababisha watu wanapotea, wanabambikiwa kesi, wanaumizwa, ni huyu mtu anayeitwa rais. Ndio Nchimbi ametuambia tumkomalie. Kwa na mimi nawaambia, piga kelele, piga, kusiwe na ukimya. Kwenye vijiwe vya kahawa, katiba mpya; makanisani, katiba mpya; misikitini, katiba mpya; popote moto wa katiba mpya wake, na Free Tundu Lissu moto wake wake. Nchi hii ina potential kubwa. Watu wa Mwanza tuna ziwa, tuna mbuga za wanyama, kwa nini watu wetu ni maskini? Viwanda vyote vimeuzwa, Mutex imekufa. Nyie vijana mtaajiriwa wapi? Tunahitaji turudishe nchi hii mikononi mwetu, tuibadilishe, tutengeneze ajira, tutengeneze kilimo cha kisasa, tutengeneze ufugaji wa kisasa, na inawezekana. Mimi nalima parachichi ndugu zangu, nasafirishe nje ya nchi vile viparachichi vidogo. Nafuga ng'ombe. Nchi hii inaagiza samaki. Nimesikia hapa kwamba vijana wa Kitanzania wanakamatwa eti kwenye keji za Mchina. Yaani Mchina ametoka China, maji yako hapo, vijana kwa sababu hawana mtaji, amekuja ameweka keji hapo, anauza samaki kwa mama wa Igoma, pesa inatoka Igoma inaenda kujenga China. Leo tungekuwa na serikali yenye akili, hizo keji zingekuwa za vijana wa Kitanzania. Huyu kijana wa Kitanzania akipata pesa, ameuza samaki, atajenga nyumba Igoma hapa, atamwajiri fundi wa Igoma. Huyu fundi wa Igoma atarara kwenye nyumba yako ambayo umejenga gesti, wewe utanunua mboga kwa yule, pesa inazunguka hapa. Leo pesa inatoka hapa kwenye samaki inakwenda kujenga China. Mtapataje uchumi hapa? Tunaagiza mchere kutoka Pakistani. Maeneo yote ya Usukumani, maji yako hapo ziwani. Ukitembea hiyo Magu mpaka unafika Ramadi, huku upande huu ni ziwa, huku ni ardhi. Watu wetu wanachohitaji, uvute maji pale, uwaletee kwenye mashamba. Mpunga ni siku 90. Badala ya kulima asubiri mpaka msimu ujao, akishavuna ndani ya siku 90, apande tena, avune. Kwa mwaka watu wetu wangekuwa nalima mara 4. Kwa kama unapata 100,000 baada ya msimu, ungepata 400,000 baada ya msimu. Hujaendeleza maisha ya huyu mtu. Mnanielewa vizuri ndugu zangu? Tuna matatizo kwa sababu ya uongozi tulionao. Leo unapochukua migodi, unawapa wazungu, unawapa wa China. Wakivuna fedha wanapeleka China. Lakini tuna watu hapa wa Tanzania ambao wana uchumi. Tukisema tutengeneze consortium ya Watanzania, wewe John lete shilingi 10,000, lete shilingi 100,000, tunawapa sehemu yenye dhahabu, nyie mtachimba, alafu mkipata faida mnagawana hizo hisa, kila mtu atapata pesa, heri itabaki ndani ya nchi yetu. Tuko kwenye matatizo kwa sababu ya uongozi. Mwalimu Nyerere alijenga miundombinu. Mimi nimesoma shule ya bodi ya Pamba Bulima pale. Pamba imekufa. Lakini pamba haijawahi kufa duniani. Inapanda bei kila siku, inaitwa dhahabu nyeupe. Pamba itakuja kuisha market, mzee wangu, siku tukianza kutembea uchi, na tukaacha kujifunika, na tukaacha kwenda hospitali. Kama pamba ndio tunatengenezewa vidonda hospitali, hakuna siku itashuka bei. Tuna matatizo ya viongozi. Msukuma analima pamba miezi 6, anauza kilo moja shilingi 1,100, alafu kwa mkopo hiyo pamba inaenda kwenye kiwanda India, wanatengeneza kale kakufutia vidonda gramu 200, kanauzwa 5,000. Hivi mnanielewa nyie? Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Alafu wanatutisha kwamba tuogope, turudi nyuma. Mimi nimekataa kuogopa. Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Tusonge mbele. Tuko kwenye njia sahihi na tutashinda. Tutashinda, msiogope.
tutashinda na tutabadilisha nchi hii, wote tutaishi kwa amani. Peoples! Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza watu wa Mwanza.